Naam, karibu katika kipindi cha Coco Shambani. Hiki ni kipindi ambacho tutakuwa tunaangazia masuala mbalimbali ya kilimo, ambapo tutakuwa tunatembelea wakulima mbalimbali katika kaunti ya Kilifi, eneo la Pwani na vile Kenya nzima, tukiangazia aina mbalimbali ya kilimo. Vile kuna kilimo cha kuku, kuna kilimo cha ng'ombe, mifugo mbalimbali. Na hii leo tuko katika eneo la Kiwandani katika kaunti ya Kilifi, ambapo tumebahatika kumpata mkulima ambaye atajitambulisha baadaye, na vile tupate kujua ni aina gani ya kilimo ambacho anakiendeleza. Karibu sana katika kipindi cha Coco Shambani. Labda ujitambulishe kwa jina lako, alafu wewe ni mkulima wa aina gani? Kwa majina naitwa Janet Msioka. Niko maeneo ya Kiwandani na nafanya kilimo cha kuku. Nafuga kuku aina ya mayai. Hiyo ndio biashara ninazingatia nikiwa mahali hapa. Yes. Labda Mama Janet, tuanze tu hapa. Ni kwa nini ulichagua kilimo cha kuku wa mayai na sio wale wengine wa nyama? Nitasema kwanza nilifanya survey, nikaangalia tuko na shida ya mayai, na nikiangalia hapa Kiwandani nilikuwa niko mgeni na sikuwa ninajua pa kutoa mayai. Sasa ikanivutia sana, nikaona ni vizuri niweze kufuga wale kuku ili nami niweze pia kupatia wale wakaaji wa Kiwandani wawe nao wanaweza pata mayai kutoka kwangu. Yes. Na labda hivi sasa nimekuja hapa kwako, nimeona kuna banda moja kubwa sana la kuku wa hawa wa mayai. Labda ulianza na kuku wangapi na sasa hivi umefikia wapi? Mimi hiki kilimo nilianza mwaka wa 2020. Ndio nilianza kufuga kuku wa mayai na nilianza na idadi ya kuku 300. Na nitasema nimepanuka, saizi idadi yangu nimefika 1000. Na bado tunazidi kupambana tukitafuta mbinu za kuongezeka, maana tunaazimia tusonge mbele. Mimi maono yangu ningependa niwe na kama kuku 5000, lakini nafasi inani limit 1. Hapa mahali ni padogo kwa mimi kufanya ile biashara. Kwa hivyo nashukuru, na hiyo kidogo bado tunapambana, maana pia hiyo kidogo sijaweza kukimu mahitaji ya watu wa Kiwandani mayai. Sasa ndio inanipa nina ile changamoto ya nafasi ili nikaweze kuongeza hiyo namba ya kuku ambayo ninayoazimia. Lakini kila nikichukua lot huwa ninachukua 350 na tunaendelea. Sasa hivi nimeona hii banda lako umeligawanya mara 3. Labda utuelezee tu nafasi ya kwanza hapa ni kuku wa aina gani, na wale pale katikati na wale kule mwisho? Sasa kwa kila banda huwa ninaweka kuku 300, na kwa sababu sitaki ifikie kuku nimewatoa wote mara moja nikate supply ya mayai. Sasa huwa ninaweka nikihesabu na wapishanisha. Sijui kama unanipata. Ili wale kama ile banda la kwanza, hao niliwaweka mwaka jana mwezi wa 3, na mwaka huu mwezi wa 3 nitawatoa, maana watakuwa wamefika kilele. Na kunao wasichana hapo kuku ambao ni wadogo sasa, ambao ndio wanaelekea sasa. Hao ndio wataingia kwa hilo banda ili nisikate ile supply yangu ya mayai. Ili banda lingine niko na kuku pia 350 ambao walianza kutaga mwezi wa 8, na wakianza kutaga mwezi wa 8 unahesabu mwaka mzima kutoka pale wameanza kutagia. Kwa hivyo ikifika mwezi wa 8 huu mwaka itakuwa ninawatoa, na nitakuwa nimeweka wengine hapa kwa hawa wasichana ambao wataingia kwa ile banda ya kwanza. Hapo ndio ninasafisha, ninachukua kuku wengine naweka ili wa replace hawa wa mwezi wa 8. Hao nao pia wakitoka tena circle inakuwa nina circle ya 3 tu. Brooder alafu na hizo nyumba 2. Yes. Kuna hawa kuku ni wa mayai na kuna wengine sasa hivi tumetembea katika banda tumeona kuna mayai ambayo yametagwa. Labda ile hali yao ya kutaga mayai na wewe kuiokota inafanyika vipi?
Kwanza kabisa huwa tunaamka saa 12 mahali hapa. Saa 12:15 huwa niko kwenye banda na wawekea chakula ili wapate kukula mapema. Wakikula mapema wakishiba. Ikifika saa 4 nikiingia kwenye lile banda nitatoa almost 3/4 of the production of that day. Kwa sababu wamekula vizuri, wameshiba, sasa wanaachilia tu. So 3/4 ya production huwa naitoa by 10. Yes. Kwa siku kuku moja anataga mara moja? Kwa siku kuku anataga mara moja, yai moja. Yes. Na ukihesabu kwa hiyo siku huwa una collect mayai mangapi? Kwa sababu niko na banda 2 zile wanataga. Banda lile la kwanza la wale ambao wanangojea kutoka mwezi wa 3, wakifika peak walikuwa wanatoa 11 trays. 350 birds walikuwa wananipea 11 trays. Saa hizi wanatoa 10.5, 9.5. Hiyo ni kumaanisha wanaendelea kumaliza. Hawa ambao ndio walianza kutaga mwezi wa 8, nao hawa tunatoa tray 12 hapa. Lakini tuliadhirika kidogo na ugonjwa, tukarudi nyuma na tumewatibu, naona wameanza kupika. Lakini kwa siku wanatakana wanipe tray 12. Kwa hivyo nikichanganya zote mbili, hizi banda 2 nilikuwa natoa tray 22 kila siku. Labda kabla ya kuangazia upande wa soko unakopeleka hawa mayai, hawa kuku wanapomaliza kutaga mayai huwa unawapeleka wapi? Labda kuku wanapomaliza kutaga, tuko na group ya wakulima, ninawapost kwenye mtandao, na pia niko na namba za marafiki ambao pia wananipigia individually, wako Mombasa. Na wapigia simu, ninawaambia niko na mzigo, tunaelewana bei na tunapangana. Masaa ya kubeba hawa kuku inafaa iwe asubuhi na mapema, ile baridi saa 12 kabla saa 3. Wanatakana wawe wamebebwa kwa sababu ya joto ili wasife. Ukichelewa hiyo masaa ni uje masaa ya jioni saa 12 ili wasafirishe na baridi kidogo. Lakini huwa soko iko Mombasa. Kwa hivyo inamaanisha hawa kuku wakimaliza kutaga wakiwa wa mayai wanageuka wanakuwa ni kuku wa nyama. Ni kuku wa nyama. Lakini hiyo soko pia hivyo tunavyoisema, mara nyingi iko na changamoto. Kwa sababu utapata mteja anataka kununua wale kuku na bei mbaya. Inakuvunja moyo. Maana ukinunua na bei mbaya hutaweza kununua stock ingine ya kureplace. Na saa ingine pia unaweza kosa ile soko ukauza piece moja ambayo pia inakuwa ni hasara. Na hapo ujue utakuwa umeweka hao kuku na unazidi kuwalisha. Hiyo ni hasara kwako. Huwa ni vizuri tungepata soko ya kuwa nikijua nimemaliza, ni simu tu naitana, watu wanakuja wanachukua, ninapewa pesa yangu, naenda nanunua kuku wengine. Ingekuwa inakuwa rahisi kwetu wakulima. Lakini sasa kujitafutia soko mara nyingi huwa inatupea changamoto. Bila shaka hili soko nalozungumzia ni la pale wanapomaliza kutaga mayai. Yes. Lakini hili soko la yale mayai yenyewe sasa unapoyachukua na kuyaweka kwa nyumba huwa unategemea wateja wa aina gani? Wateja wangu wengi ni wa maduka na marafiki. Nikisema marafiki ni wale wanachukua mayai kwa nyumba. But watu wa duka ndio nimebase nao. Hao ndio wanachukua mayai. Unasambaza mayai yako Kilifi nzima ama hata nje ya kaunti ya Kilifi? So far so good. Mimi niko Kilifi. Kwa sababu sina kuku wengi na sina mayai mengi ya kunifanya nitoke nje ya Kilifi. Lakini maazimio ni tufike soko za nje ya Kilifi. Maana tunaona hiyo soko iko. Lakini hata hapa kwetu hatujakimu soko. Okay. Hatujaweza kuikimu. Mayai ni kidogo kama hivi tunavyoongea. Demand iko juu. Mayai ni kidogo. Sasa wale wateja tunafanya kupishanisha. Akiitisha mengi unampunguzia
ili uweze kupatia mwenzake, naye kila mtu apate auze. Bila shaka hawa ni wanyama ambao huwa wakati mwingine pia nao wanaathiriwa na magonjwa. Labda wanapopatwa na magonjwa, huwa unatumia dawa ya aina gani na ni changamoto gani zingine ambazo unapatana nazo mbali na magonjwa? Kwanza kabisa hawa kuku huwa wanapatwa na magonjwa, lakini kama wakiwa huku kwenye cage iko minimal, si kama wakiwa kwenye battery cage. Lakini huwa wanapata magonjwa, waweza sikia wako na ile kama kung'orota ambayo ni mafua. Kuna dawa huwa mara nyingi huwa lazima nashauri Agrovet. Kwenye Agrovet kuna daktari ambaye huwa tunatembea na yeye. Nitampigia simu, nitamueleza vile ninavyosikia na vile ninavyowaona, ataniambia dawa ya kutumia. Maana yeye mwenyewe ana Agrovet, naenda pale ananipatia madawa, ninakuja nawapatia. Na pia kuna changamoto zingine kama joto. Joto inaathiri kuku sana. Hii temperature za kuku zikiwa juu ama joto likiwa jingi, kuku wanakataa kukula na kukunywa maji. Na mayai ni chakula na maji. Sasa kama hakunywa yale maji, akiyaonja anasikia yako moto, hata kunywa. Atakula, hata kunywa, utapata hawatagi, wana reduce. Ile production inaenda chini. Baridi pia ikiwa ikizidi, kuna wakati temperatures hurudi chini, inapita kiwango ya kuku, hiyo nayo inawaathiri. The same way wanapunguza kutaga. Na there is nothing you can do about it mpaka temperatures zirudi normal. Kuna yule mkulima ambaye anakusikiza sasa hivi ama anakutazama sasa hivi, anataka kuanza biashara kama hii ya kuku wa mayai. Ungependa kumshauri vipi? Anzie wapi? Upande wa mtaji ama capital? Pesa, mtu anayeweza kuanza na kama kuku 100 ni aweke kama 200,000 kwa sababu ya kuanzia, na awe ana banda. Hapo una banda ni kununua wale kuku, maana kifaranga mmoja hawa wa mayai they go at 150 shillings. Chakula tuko na starter a sack goes for 41.50 na they have to take for 2 months. So you calculate, kuna mahesabu pale yaingie, ambayo sasa mkulima kama huyu ambaye anataka kuanza kazi ya kuku ni akae chini, apige hesabu vizuri, ajue ako na pesa ya kuwalisha hiyo starter. Wakitoka starter 2 months, anaingia grower. Grower goes for another 2 months. Na hapo katikati ya hiyo the third month kwenye grower, ndio mara nyingi kama umewalisha vizuri wanaanza kuonyesha ishara ya kutaga. Na ukianza kuonyesha ishara ya kutaga, unajua you are doing well. Au wanaanza kutaga. So unangoja ifike like 5% ya mayai. Una introduce layers. So they eat layers until the last day. Kuna wale kuku wa nyama wale, huwa kuna mahali pale wanapoendelea kukua, wanaintroduziwa kwa sindano. Labda ni tofauti na hawa kuku wa mayai? Kuku wa mayai wako na chanjo zake. Na tukichukua yule kuku akiwa wanachukua akiwa 1 day old. So between the 15th and the 18th day, huwa tunawapatia NCD. Ile Newcastle live ni ya maji. So huwa tunawapatia hiyo. Then between the 18th day and 20th day, tuko na gumboro. Then from there we go to 8th week, 6th to 8th week. Tuko na fall typhoid. That is intramuscular injection. Inadungwa kwa paja. Kutoka hapo tunaenda 10th
to 12th week tunampatia fall pox. Hiyo inakuwa wing stab. Anadungwa hapa kwa wings alafu huwa tunaregelea tena hapo between the 12th and the 14th. Tunaregelea hii intramusculine, hiyo fall typhoid, kwa sababu ni kuku wa kukaa sana, lazima wadunge tena ili wasiadhirike. So ukiwapatia, wakipata hizo chanjo, you are good to go. Wale kuku kupatwa na ugonjwa si rahisi. Kama ile lot iko pale, ile ya mwanzo haijanisumbua na ugonjwa. Sikuelewa nini ili happen hapa, but walipata chanjo yote. Though hitches ni kawaida ya biashara. Okay. So ukiwapatia hizo chanjo, hizo ndio chanjo za kuku. Ukishawapatia au kuku wako sawa. Na msikilizaji na mtazamaji wa Coco FM, tumemaliza mahojiano yetu na mkulima wetu hodari katika kipindi cha Coco Shambani. Amekuwa ni mkulima wa kuku wa mayai, Mama Janet Msioka, katika eneo la Kiwandani hapa kaunti ya Kilifi. Mimi naitwa Joseph Jira, bila shaka tuendelee kutegea kipindi cha Coco Shambani. Coco FM, ladha ya Pwani.